sana. Nataka niwakaribishe wasikilizaji wangu na wote ambao wananitazama na kwamba imekuwa ni muda nikirejelea mafundisho yangu katika YouTube yangu ambaye ni mtumishi Gladys Tendet. Karibu chako. Na kweli alipopeleka chakula kwa chumba cha huyu kijana aliweza kumrepu dada yake na ikakuwa ni mbaya sana. Ni mawaidha alipata kutoka kwa rafiki mbaya, rafiki ambayo alimwelekeza vibaya. Kwa hivyo ya kwamba mtoto atatafuta majibu kutoka mahali pengine wewe ukikataa kumpatia. Kwa hivyo baba, kaa na mtoto wako na ujue watoto wavulana wakiwa wadogo wanaposonga kukua kwa umri wanakula sana na wengi wao ni waoga, na watakapokuwa wakubwa wataanza kudanganya. Sasa baba, ikiwa haukai karibu na yeye hautajua vile anadanganya. Hiyo ndio sababu ni mzuri ukae karibu na yeye ili ukamwelekeze. Na wewe baba pia unapomwelekeza unajua na usoma kutoka kwako. Anaona wewe unafanya namna gani, wewe unakaaje, na yeye atachukua tabia yako. Kuna wasasi wengine ni wakali, akifika kwa boma ni kama simba. Hata mtoto hawezi kumkaribia. Watoto wanapokuwa nyumbani hapo wanaulizana kama wewe ni mkali. Wakikuja nyumbani wanauliza mama, wanasema wanaanza kusema huyu yani Beat huyu ako. Alafu mama akisema ako, na watoto wanajificha kabisa. Lakini akiambiwa ati baba hayuko, watoto wanakuja nyumbani, wanafurahi, wanacheka. Kwa hivyo baba, usilee mtoto wako akuwa na hofu. Wacha akutii kwa upendo, kwa sababu wewe mwenyewe utakuwa umemwonyesha yeye utii ya upendo. Lakini akikutii kwa hofu, siku ile atakuwa mkubwa, siku ile sauti yake itaanza kubadilika na anaanza kuongea kana kwamba ni mtu mkubwa. Wakati amefika umri ya kiume, mtoto huyu ana changamoto mingi. Ni baba ndiye ataweza kusaidia. Na unajua changamoto za watoto inatoka kwa familia. Familia ndio inaweza kutatua changamoto za mtoto. Lakini utakuta baba anasema atafundisha huko shuleni, mama anasema baba atafundisha mtoto, atamuongelesha, na huko shuleni wanasema wasasi wa huyu mtoto wataongelesha. Basi sasa inakuwa changamoto, mtoto ameachwa tu pale shuleni, hajaridhika, hajapewa kila ambacho anataka kulingana umri wake. Nyumbani tena hajapata, basi anatafuta. Na nataka nikwambie, siku hizi tuko katika kisasi mbaya, kisasi ambaye tuko na teknolojia. Watoto wameenda kwa media, wanaenda kwa internet, hata wanajua mengi kushinda sisi wazazi. Kwa hivyo ni mzuri ukae karibu na wao, haswa ukiwa na TV ama ukiwa na simu. Ukimpatia simu, hata channel zile wewe hujaenda mwenyewe, hata ingia mahali pengine penye wewe hujawahi ingia. So ni mzuri wewe hata na mzazi ujue simu vizuri, ili ukimpelekea pale unamuonyesha, unamwambia hapa si pazuri, hapa inafundisha mambo mbaya. Utaweza kuacha kwa TV hapo, umeweka TV sayare, alafu wewe umeenda shughuli zako, alafu unamwambia msitoe kwa hiyo channel. Watatoa hiyo channel hapo, na wakikuona unakuja wanasema ndio huyu anakuja, rudisha kwa sayare. Sasa wewe unakuja unakuta TV iko kwa sayare mahali uliwacha, kumbe walienda kwa channel zingine, walifanya mambo yao, wakafanya vituko. Wewe kurudi wamefanya mambo mengi. Kwa hivyo tuwa karibu na wao, tusiwachie wawe walelewe na TV peke yao. Tuwa karibu na wao
tuwaelekeze, maana ni mzuri. Kwa hivyo nilikuwa naongelea juu ya mtoto wa kiume, na kwamba mtoto wa kiume ni wa maana sana, na huyu mtoto wa kiume ni mzuri tukae karibu na yeye, kwa sababu tunamjenga mtu ambaye atakuwa kiongozi, tunamjenga mtu ambaye atakuwa msaada kwa familia. Kwa hivyo baba, na wasii sana wa baba ya kwamba kaa karibu na mtoto wako. Pengine pia kuna mama ambaye tunawaita single ladies, labda ako na watoto wake, ama yeye mume wake aliaga dunia akabaki peke yake na amebaki na mtoto huyu wa kiume. Kama baba hayuko karibu, mama chukua jukumu, lea mtoto huyu wa kiume kwa njia ambaye ni nzuri, umshughulikie kabisa. Na nataka nishukuru kijamii ya Kiafrika zamani watoto walikuwa wanalelewa na jamii. Ukipata hata mtoto amefanya makosa, wewe baba wa jamii hiyo ama wa eneo hilo, hautawacha, unawadibu huyo mtoto, unakemea kabisa na kupeleka maneno kwao, kwamba nilimkuta huyu mtoto alikuwa anafanya hivi, na wazazi wa pale pia wanamchapa. Lakini siku hizi mambo imebadilika. Mimi siwezi sasa nikapata mtoto wa fulani akifanya makosa na nimchape, watanimaliza. Mama yake atakuja anasema, ulikuwa unatakia nini mtoto yangu? Wewe chapa yako, saa yako mchape. Kwa hivyo ya kwamba malezi yamebadilika. Lakini ningesi kabisa ya kwamba turudi hapo nyuma, tulee watoto kama jamii moja, tusaidiane. Maana tukisaidiana, mimi nikiwa mkali kwangu, jirani naye akuwa mkali, mtoto hata akienda kwa jirani na jirani anamkuia kali, hakuna penye mtoto atapenya. Mtoto ataona kumbe mimi ndio nina makosa, na mtoto mwenyewe anajirekebisha na anakuwa sawa sawa. Kwa hivyo malezi haya ya watoto imekuwa ni ngumu, lakini tukitahidi kama wazazi tuweze kuhakikisha ya kwamba tunalea hawa watoto kwa njia ambayo inastahili, kwa njia ambayo ni mzuri, maana ni thawabu, ni zawadi kutoka kwa Mungu, na Mungu anataka tulee watoto hawa. Kwa hivyo malezi ya mtoto wa kiume ni rahisi sana ikiwa baba utachukua jukumu ya kufanya haya. Ni rahisi sana, maana hata utaangalia kwamba demand zake sio nyingi sana kushinda ya msichana. Lakini watoto wanapokuwa wakubwa wanabadilika, kwa sababu wameachwa tu, hakuna mtu anamrekebisha, hakuna mtu anamuongelesha, basi atajishughulisha. Na ndipo tunaona watoto wengi wamepotea, watoto wengi wamepotoka, hakuna adabu. Hata saizi ukikuta tu mtoto kijana njiani, hata hawezi akakusalamia kama mtu mkubwa, hana haja na wewe, anakupita tu. Hata mkiingia kwa gari, mtoto akiambiwa simama, huyu mtu mkubwa akae, anasema mimi siwezi simama, na mbona hakukuja mapema? Hiyo ni shauri yake. Si mwenyewe angekuja mapema ndiye akalie kiti. Hiyo ni mbaya kabisa. Hata nilishuhudia kanisani mahali ya kwamba viti vikakuwa chache, alafu shamasa akaenda akamwongelesha kijana mmoja, akamwambia hebu mwamkie huyu mzee akae. Na akauliza, na mimi nitakaa wapi? Akaambiwa, wewe tutaona penye utakalia, lakini amkia huyu mzee. Huyo kijana aliamkia huyo mzee na akashika njia akarudi nyumbani, akajiendea nyumbani kabisa, akawacha kanisa kwa sababu ameambiwa aamkie mzee. Kwa hivyo hiyo ndio shida na hiyo ndio taabu ambayo tuko naye katika
wakati huu. Kwa hivyo ombi langu ni ya kwamba hebu natulee watoto kwa njia mzuri, maana adabu naye inaenda kulingana na malezi. Na Mungu awabariki mkiwa wazazi, tusaidiane kulea watoto. Hata kama ni ngumu kiasi gani, lakini tung'ang'ane, tusaidiane. Kwa haya machache, Mungu awabariki.